Ukimwambia mtu tu aliyeokolewa ameokolewa milele, mgogoro unaanza. Utasikia kwa hiyo unamaanisha watu waendelee tu kutenda dhambi. Miongoni mwa kauli za kijinga kuwahi kusikika ni hii. Sasa unataka mimi nikupe kibali cha kutenda dhambi? Au unadhani ukitenda dhambi Mungu anakuogopa? Je, toka umeokoka hujawahi kutenda dhambi tena? Yaani kazi yote aliyoifanya Mungu kwa ajili ya kukuokoa inaweza kuharibiwa na dhambi zako kumbe? Yaani mwanadamu naye anaweza kuiharibu kazi ya Mungu. Yaani aliyezaliwa upya juzi leo kawa sio kiumbe kipya kwa sababu ameiba. Ni masiara haya. Wokovu umekuwa kama maharage, usipokuwa makini unachacha, unaharibika, hufai tena. Dhambi iliyomgharimu Yesu Kristo kufa na kufufuka, kuna mtu anaiondoa simple tu kwa maombi ya toba, rehema na kujitakasa kutwa mara 2 kama anakunywa dozi ya amiba. Waliokoka nao wanaogopa wasijikute jehanamu. Sasa kama aliyeokoka naye anaweza kuhukumiwa adhabu ya dhambi, kuna haja gani ya kuendelea kuyatesa makoo yetu kwa kuhubiri kwa sauti ya ukoroma kama mbwa kichaa? Yesu Kristo alisema anaookoa hawezi kupotea kamwe. Wewe unasema muumini anaweza kupoteza wokovu. Unamfanya Yesu Kristo kuwa muongo. Uzima wa milele unauona kama uzima wa wiki 2. Msamaha wa dhambi unauona kama ujinga wako. Wokovu unauona kama mdomo wako, usipopiga mswaki unachacha. Wewe ni mjinga tu.